Get the point. Take a step forward. Nataka niwakaribishe katika somo letu la asubuhi hii, nikiamini ya kwamba umezidi kupata maelekezo ambayo yamekubariki kwenye kipindi cha uongozi, na kipindi hiki ni kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Na kabla kufanya hivyo, nikumbuke kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inapendeza kuwa hapa na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake kuu ya ajabu anayotupatia, na haswa kutuhudhurisha hapa ili kwamba tukaweze kujifunza kutoka kwake. Tuombe tunapoingia katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Mungu na Baba yetu tupendaye, muda huu tena tunaenda kulifunua neno lako ili kwamba likaje kwa watoto wako, likatufae na kutuandaa kwa sababu ya kuelewa mchakato mzima wa ukombozi na namna ambavyo Mwenyezi Mungu anatupenda na kushughulikia katika hali zetu za kutuhakikisha tumeurithi uzima wa milele. Na hiyo Mungu, ninasihi ya kwamba mimi nipungue, wewe uzidi. Maneno yangu yafichwe, yako yasikike, ili kwamba hatimaye tuvutwe tupate kusongea kwako mtini kwa damu yako ya thamani. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante. Tumekuwa tukiangazia habari za patakatifu. Kama ni mara yake ya kwanza kuja, Sanctuary Message ndio kitu ambacho tunakiangazia katika kambi la mwaka huu, Salvation Simplified, na tunaangalia namna ambavyo Mungu ameurahisisha ukombozi, haswa kwa kutumia kielelezo cha patakatifu. Jana tulizungumza kuhusu utakaso. Tumezungumza kuhusu kuhesabiwa haki, madhabahu ya kuteketeza sadaka. Tukazungumza jana kuhusu utakaso, birika. Nilikwambia patakatifu, sanctuary, ulikuwa ukiingia, chombo cha kwanza ambacho unakiona ni hicho chombo kinaitwa madhabahu ya kuteketeza sadaka, the altar of burnt sacrifice. Chombo cha pili ni lava, birika, nilikuwa nafuata after ukiingia katika mahali patakatifu. Sasa jana tuliachia mahali ambapo tulikuwa tufanye hatua ya tatu ama sehemu ya tatu tunapozungumza kuhusu utakaso. Lakini nikukumbushe, jana tulisema ya kwamba tunapozungumza kuhusu utakaso, tunazungumza kuhusu kuwekwa kuwa tofauti, different, kufanywa kuwa mtakatifu, kufanywa kuwa mwenye haki. That's what you're speaking about tukizungumza kuhusu kutakaswa, sanctification, made different. Leo nitafanya sehemu ya mwisho, alafu itatuongoza kuingia katika somo letu la leo. Leo tazungumzia kuhusu mkate wetu wa kila siku, our daily bread. Ndio kitu ambacho tazungumzia leo, our daily bread, mkate wetu wa kila siku. Jana tukasema ya kwamba tunapozungumza kuhusu utakaso, tunamaanisha ya kwamba ndani ya Yesu Kristo tulikwisha takaswa. Yani kuna past ambayo tulisema ni positional sanctification. Yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo, huyo tayari amewekwa kuwa tofauti. Mlevi akiokoka sio mlevi tena, mchawi akiokoka sio mchawi tena, mzinifu, msherati akiokoka sio mzinifu tena, kwa sababu amefanywa kuwa tofauti. Labda alikuwa anachangamana na walevi wenzake na wazinzi wenzake na wachawi wenzake, lakini anapopokea mwaliko wa ukombozi na kumpokea Yesu Kristo, yeye sio mlevi tena. He has been made different. He has been sanctified. He has been set apart. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo tulipompokea tulitakaswa. So tuna utakaso kama tendo la jana, past, we were sanctified. Lakini tena tuna utakaso kama tendo endelevu, a continuous process. Jambo la pili. Kwa hivyo tuna jana, lakini pia tuna a continuous process. Sasa yule mlevi ambaye amempokea Yesu Kristo na ametengwa kutoka kuwa mlevi, anapoianza safari na Yesu Kristo, kila siku ana vita vya kupigana. Kuna majaribu mengine yanayomkabili. Sasa huyu naye kila siku anamtegemea Yesu kumpatia uweza, kumpatia nguvu. Na ndio maana jana tukasema ili ufanikiwe kutakaswa,
kutakaswa, siri ni kukaa ndani ya Yesu Kristo. Abide. Unajua ile neno abide ni tofauti na kudwell. I mean kuvisit. Nikisema I abode somewhere, inamaanisha kwamba hapo nimechukua muda wangu, si kwenda tu technical appearance, hapana. Tukizungumza kuhusu abide, tunazungumza kwamba kukaa pasipo kutoka, kukaa pasipo kusongea. Tunakaa ndani ya Yesu Kristo, na tukasema tunakaa ndani ya Yesu kwa kupitia neno lake. That's how we stay in Jesus. Ndio maana Yohana 17:17 inasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo ile kweli. Kwa hivyo hii shughuli endelevu inafanikiwa kwa mambo matatu. Sana piga hatua. Ninazungumzia mambo mapya sasa. Nilikuwa nakupatia recap ya jana, ni chomoze mahali ambapo tulikuwa tumefikia tukiingia kwenye somo la leo, hatua. Ili kwamba kila siku ufanikiwe katika kutakaswa. Sikiliza, for you to succeed kila siku, ili kwamba hatimaye uwe umetakaswa, kuna vitu muhimu ambavyo lazima uzingatie. Vitu muhimu for you to be sanctified daily. Uishi maisha ya ushindi, uishi maisha ambayo shetani anapokujaribu unaibuka kuwa mshindi katikati ya majaribu. Kuna vitu muhimu lazima uzingatie. Jambo la kwanza, Yohana 8 mstari wake wa 31. Yohana 8 mstari wake ni ule wa 31. Soma, inasemaje? Biblia inasema 31, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi, sawa, waliomwamini, sawa, ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi mkifanya nini? Mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Siri moja ya kuhakikisha unatakaswa kila siku, si kila siku tu, kila muda, every moment, is to continue in the word. Continue in the word. Amesema mkikaa katika neno langu. Nikwambie, maisha yetu ya Ukristo hayana ushindi kwa sababu Wakristo wachache wana muda wa kumtambua Yesu kutoka kwenye Biblia. Muda tunaotenga wa kibinafsi wa usomaji wa Biblia ni mchache sana. Itakuwaje tuibuke kuwa washindi wakati ambapo siri ya ushindi ambayo Yesu ameitenga tumeiweka kando? Ili kwamba ufanikiwe, sikia, kupambana na ibilisi mwovu shetani, you need the word of God to be part and parcel of your life. Hili neno nikwambie, hili neno, kwa hili neno ambalo lipo hapa, Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hili neno Mungu amefanya miujiza ainati. Kwa hili neno unaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Security ya Mkristo, kuishi maisha ya ushindi moment after moment, sekunde baada ya sekunde, is to have an interaction with the word of God. Kwa sababu Mkristo asiyesoma neno la Mwenyezi Mungu ni Mkristo ambaye anajiacha kwenye mikono ya ibilisi mwovu shetani kumzungusha kama atakavyo. Lakini hivi leo tunazungumza kuhusu Wakristo ambao Sabato asubuhi ndipo wanapokung'uta Biblia zao. Actually, kuna Wakristo ambao sehemu safe, salama ya kuwekea hela ni ndani ya Biblia, kwa sababu anajua akiweka hapo ipo salama. Kama ndani ya nyumba hakuna mtu atakayeigusa, because it's the least touched book in the house. TV zitafunguliwa, magazeti yatasomwa, social media itatembelewa, lakini ijapo katika Biblia inaguswa kwa kupapasa. Na nikwambie, wengi tunategemea kulishwa kutoka katika madhabahu. We depend on the pulpit to be fed. Kama unategemea kulishwa kutoka kwenye madhabahu, Ukristo wako unauhatarisha. Unapaswa kujisomea Biblia mwenyewe. Nasikiliza, usisome Biblia ili kwamba uje ujibu ubishi kanisani, ukuje uage useme nitasoma leo Sabbath school kanisani, watajua kwamba kweli nimesoma, ama mchana Bible study watagundua kwamba kweli nimesoma Biblia. We don't read the Bible for people. Tunasoma Biblia kwa sababu yetu. A personal experience has taught me, yale mahubiri ambayo yametokezea as a result of personal devotion yana nguvu kushinda mahubiri ambayo yamekaa kupangiwa tu sasa naenda kuhubiria watu.
take the Bible unapoisoma, ili kwamba huko ndani uweze kuona mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ni yepi. So number one, if we must be sanctified moment by moment. Nilisema sanctification ni kwa watakatifu. Kama lazima tubaki watakatifu kila muda, kila sekunde, imetupasa kulisoma neno la Mwenyezi Mungu. Kama imeeleweka hiyo, nisikie ukisema amina. Read, study the word of God. Jambo la pili, Wakolosai 4 mstari wa 2. Wakolosai 4 mstari wa 2 inasemaje? Wakolosai 4 mstari wa 2 inasema, sawa, tunazungumza vitu ambavyo vitakusaidia ili kwamba uweze maintain utakatifu. Soma 4 mstari wa 2 inasema, dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana katika kuomba. Wachie hapo. Dumuni sana katika kuomba. Kule tumeambiwa tudumu kwenye neno la Mwenyezi Mungu, hapa tudumu sana kwenye kuomba. Jambo la pili, sikiliza, kama lazima maisha ya utakatifu yawe sehemu yako, imekupasa kuwa Mkristo anayeomba. A prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerful Christian is a victorious Christian. More prayer, more power. More prayer, more victory. Lakini Wakristo wa enzi hizi ni wale wavivu wa kuomba. Wanapenda kuombewa, kusaidiwa kuomba. Si vibaya, sawa, unaweza kusaidiwa kuomba, lakini jifunze kutafuta uso wa Mungu binafsi. Jifunze kuwa na muda wa peke yako, kuzungumza na Mungu. Mwambie machungu yako, mwambie masononeko yako, mwambie vita ambao unapigana. Manake ni katika audience chamber ya Mwenyezi Mungu ya maombi ndipo tunapopatiwa nguvu ya kukabiliana na maisha haya. Ukiondoka pale hauinuki na nguvu za kawaida. Mkristo anayeomba sio Mkristo wa kawaida. Huyo ana nguvu za kukabiliana na majaribu, kwa sababu akitoka katika mazingira ya maombi anaondoka amejazwa na uwezo wa kipekee utokao mbinguni. Ili umaintain maisha yako ya utakatifu, nimesema neno la Mungu kwanza. Jambo la pili, maombi lazima yawe sehemu ya maisha yako, for you to live a victorious life. Unajua wakati mwingine, na huku ni Kisii, sifa moja mbaya ambao mnajulikana nayo ni hasira. Unajua hata ile hasira, Mkisii Mkristo ambaye anaomba na anasoma neno la Mwenyezi Mungu, si kwamba hatajaribiwa kuwa na hasira. Atajaribiwa, lakini kwa sababu ana uzoefu na Mungu kwa neno lake, ana uzoefu na Mungu kwa Biblia, anapojaribiwa kureact kwa hasira, kuna namna nguvu za mbinguni zinavyomzuia, kwa sababu ako na muda na Mungu kwenye maombi, katika kusoma Biblia. The word of God is powerful. Prayer gives power. Tunapojitolea ili kwamba tuwe na muda kusoma Biblia na muda wa kuomba, tunajiweka katika mstari wa kumaintain maisha ya utakatifu moment by moment. Nionyeshe mwimbaji mwenye sauti nzuri asiyeomba na kusoma Biblia. Nitakuonyesha mwimbaji asiye na sauti nzuri anayeomba na kusoma Biblia. Huyo akisimama kuimba, hatutumbuizwi, tunaguswa mioyo yetu. Nionyeshe mhubiri mwenye mafungu mingi asiyeomba na wala asome Biblia kwa yeye from a personal level. Nitakuonyesha mhubiri ambaye mafungu ni machache tu, huenda hata hayaonyeshi hadharani, lakini akisimama hatumuoni. Tunachokisikia ni nguvu ya Mungu kwa mtetemeko katika mioyo yetu. Prayer is the secret of power. The word of God is the secret of power. Hebu nidemonstrate kitu. Sijui kama, na I hope muda wangu usikatike kabla sijamaliza somo. Sitaki kusukuma la leo kesho. Hivyo nikisukuma la leo kesho, mtabaki sijasema vitu vingi katika mkutano. Manake bado hatutamaliza sanctuary kwa juma hili moja. Lakini ruhusu niseme hili. Nidemonstrate ili kwamba uelewe kitu ambacho nafanya. Hebu mfanye kitu ambacho nitasema. Breathe in. Usiachilie mpaka niweke mkono wangu chini. Sitaki mzimie. Out. Sije tukafanya maombi ya kufufua watu hapa na hatuwezi. Sasa sikiliza. Hiyo pumzi ningeendelea kushikilia hivi au ungeendelea?
hungefika mbali. Kwa nini? There is a level up to which hawezi kuexist bila kupumua. Listen, prayer is the breath of the soul. Jinsi huwezi kukaa muda mrefu pasipo kupumua, ndivyo unahitaji maombi. It is the breath of the soul. Ni pumzi ya uhai, ni pumzi ya maisha, inapeana nguvu maisha ya kiroho. Misuli ya kiroho inapatiwa nguvu kwa maombi na kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ukipuuzia maombi na upuuzia usomaji wa neno la Mwenyezi Mungu, wewe ni Mkristo asiye na nguvu. Mkristo ambaye hana uwezo wa kukabiliana na vitu ambavyo shetani anarusha kwake, majaribu yake huwezani nayo kabisa. Uwe Mkristo ambaye anatenga muda wa maombi. Uwe Mkristo ambaye anatenga muda wa kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Kwa mara nyingine, kama imeleweka, nisikie mkisema amina, watoto wa Mungu. Asante. Amina inamaanisha na iwe hivyo. Kwa hivyo kama ulikuwa na uvivu, huo uvivu ukatoke katika jina la Yesu Kristo. Na by the way, usigeuze maombi kama supermarket. Unajua venye tunafanya supermarket? Unajua supermarket, ukiona mtu ameenda supermarket ameishiwa na shopping. Hakuna mtu anaenda supermarket kama shopping bado imejaa kwenye shelf. Shopping ikipungua anaenda, anarudi nyumbani, anatumia mpaka ishe na anaenda. So mara nyingi tumegeuza maombi kama supermarket. We only pray when we need things. Wakati hatuhitaji vitu, mara nyingi maisha yetu ya maombi yamepungua. Sikia, sababu ya maombi sio kupata vitu. Sababu ya maombi ni kumjua mtu, kuwa na uhusiano na Yesu Kristo. That's the essence of prayer. Kwa hivyo vitu hivyo vitatusaidia ili kwamba tuweze kuwa watu waliotakaswa. Na nikwambia habari njema, Mungu habahatishi. Ukishirikiana na Mungu utakuwa mtakatifu. Hivi mmesikia kitu nimesema kanisa? Nasema Mungu habahatishi. Kwenye swala hili la kubatizwa, la kutakaswa, samahani, kama shughuli endelevu la muda baada ya muda, God does not fumble. Ukishirikiana na Mwenyezi Mungu na kuhakikishia utakuwa mtakatifu. Sio mbinguni, hapa kabla Yesu hajakuja. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu utakatifu, mtu aliye mtakatifu, hatuzungumzi kwamba ni mkamilifu. Tunazungumza kwamba huyo mtu amesamehewa kikamilifu. He is not perfect. He is tempted like any other people. Sometimes when hata anaanguka, but kitu ambacho tunazungumza kwake, he is perfectly forgiven. Kwa hiyo ujifunze kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Na nikukumbushe sababu kwa nini tumesema maombi na usomaji wa Biblia ni muhimu kwa utakaso. Ni kwa sababu utakaso sio kazi yetu. Sanctification is not our work. Jinsi justification nilisema sio kazi yetu, ndivyo utakaso sio kazi yetu. Waefeso 2, soma Waefeso 2. Ama kabla kusoma Waefeso 2, nataka usome mambo ya Walawi. Tutakuja Waefeso. Kama ulikuwa umeanza kuandika Waefeso ni 2:12 na 13. Lakini tusome mambo ya Walawi 20 kwanza. 20 mstari wa 8. Mambo ya Walawi, Leviticus 20 verses 8. Soma haraka ili kwamba tuende. Leviticus 20 verses 8. Inasema hivi. Nanyi zishikeni sheria zangu, sawa, na kuzitenda, sawa. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Achia hapo. Biblia inasema kwamba nani anayetutakasa kanisa? Nani anayetutakasa kanisa? Bwana. Utakaso kama ilivyo kuhesabiwa haki sio kazi yetu. Sikiliza, sanctification is still the work of God that he does in us, to us, through us. Anaifanya sanctification, bado ni kazi ya Mungu. Anasema yeye ndiye Mungu anayetutakasa. Kwa hiyo
ukitembea maisha ya utakatifu kwa sababu umempokea Yesu Kristo, usihisi sasa kwa sababu nimeanza kuzungumza vizuri, kwa sababu nimeanza kula vizuri, kwa sababu nimeanza kuvaa vizuri, kwa sababu nimeanza kutovuta sigara, usihisi kana kwamba unatakaswa kwa sababu haufanyi hivyo vitu. Utakaso bado ni kazi ya Mwenyezi Mungu. It is still the work of God. Sasa kila lile fungu ambalo nilikuwa nimesema, Waefeso 2:12 na 13. Usikia jinsi Biblia inavyosema. Ninaipenda Biblia. Ninaipenda Biblia namna ipo wazi tu, kila mmoja anaweza kuielewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Soma, inasemaje? Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Umesoma wapi? Waefeso 2. Samahani, Wafilipi, si Waefeso. Wafilipi, lakini mafungu ni hayo hayo. Wafilipi 2:12 na 13. Inasemaje? Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote. Sawa. Si wakati mimi nilipokuwako tu. Sawa. Bali sasa zaidi sana mimi nisikuwapo. Utimizeni wokovu wenu wenye kwa kuogopa na kutetemeka. Asante, Mungu akubariki. Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Sasa wengi huwa tunaishia kusoma ile fungu hapo. Kizungu linakuwa ina nguvu kidogo. Inasema work out your own salvation with fear and trembling. So mara nyingine tukisoma ile fungu tunahisi ni kazi yetu. Si Biblia imesema work out your own salvation, work out your own salvation. Lakini hebu sikiliza the next verse. Inasemaje? Verse 13 inasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Ndiye nani? Mungu. Ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Maliza. Kutaka kwenu na kutenda kwenu na kulitimiza kusudi lake jema. Amina. Yaani msomaji naelewa ile fungu peke yake. Mungu ndiye anayefanya. Kizungu inasema it is God who works in you. It is God who works in you both to will and to do of his own good pleasure. God. Kwa hivyo even sanctification ni kazi ambayo Mungu anaifanya ndani yetu, bila shaka kwa ushirikiano. Na hata kushirikiana tunapozungumza hapa, cooperation ni kuitikia neema yake, uweza wake anaotupatia ili tuishi maisha yaliyo matakatifu. Sanctification still ni kazi ya Mungu anayeifanya. And at that point niruhusu nikwambie, you are work in progress. God is not yet done with you. Wewe ni kama mradi unaoendelea. Mimi ni kama mradi ambao unaendelea. Sisi ni mradi unaoendelea. Mungu bado hajamalizana na sisi. Kila siku anatutakasa. Kila siku anatupatia utakatifu. Kila siku anatupatia ushindi. Leo ninaamka, hasira inanijaa, ninahisi kana kwamba ni mgonge yule mama, lakini nikikumbuka ya kwamba kuna yule anayenitakasa, naregea kwake, namwambia Yesu, hasira ilinilemea. Naambia mwanangu, inuka, enenda, usiwe na hasira tena, ninahesabiwa kuwa mtakatifu. Kesho anakuja, namwona binti amevaa namna ambavyo ananivutia kumtamani, ninajaribiwa kumtamani, naregea kwa Yesu Kristo, namwambia Yesu, ninahisi kana kwamba nimejaribiwa, tafadhali Yesu, naomba unipatie msamaha. Anakwambia nenda na usiwe mzinifu tena. Yani ni shughuli endelevu. God is not yet done with us. Sanctification ni kitu ambacho kinaendelea moment by moment, moment by moment. Na unajua Mungu akikusamehe leo, what happens? Hakusamehe tu, anakupatia uwezo wa kutoshiriki hiyo dhambi tena. So that's why we say we can have victory over sin. Tunaweza kuwa na ushindi dhidi ya dhambi. Si kwamba tutatenda dhambi, tutende dhambi mpaka Yesu arudi. Lazima tuwe na ushindi dhidi ya dhambi. Kwa sababu the last stage ya sanctification, nimesema 2, positional tulisema jana, progressive tukasema jana pia. Leo ya 3 ni perfect sanctification. Perfect sanctification. Sasa wale ambao wameshirikiana na Yesu Kristo
hatimaye Yesu anapotokea mawinguni atawaweka in a position ambayo hawawezi kujaribiwa tena. Perfect sanctification, other times tunaita glorification. Perfect kwa sababu unajua maisha haya hapa chini bila shaka ambayo yako na dhambi tunajaribiwa kila wakati. Hata leo nikisamehewa, bado kesho huenda jaribu likatokea. Maana bado tunaishi katika ulimwengu wenye dhambi kabisa. Nilisikia mhubiri mwingine akipeana kisa ya kwamba siku moja alienda kanisani na akasikia mhubiri amesema kuhubiri. Opening statement yake ya huyo mhubiri ilikuwa ni hii. Mhubiri ambaye alikuwa anahubiri alikuwa anasema, ameanza kukusema hivi: sasa kufikia sasa nina miaka kama sijui alisema ni 10 ama ni 4 sikumbuki, lakini alitaja sijawahi kufanya dhambi. Yule mhubiri aliposikia hiyo kauli anasema alimgusa mke wake, akafunga Biblia yake akamwambia tutoke hapa. Because as long as we live in this particular earth, sikiliza, tutamfanya Mungu kuwa muongo. Dhambi itatufuata, lakini dhambi inapotufuata tuko na shughuli endelevu ya utakaso ambayo tukishirikiana na Yesu Kristo, moment by moment we are given victory. Moment by moment. Usiruhusu utambulikane na dhambi, by the way. Hata tukija Better Living Gitembe, tukimpata mwanamke mkorofi tunaambiwa yule ni kawaida yake ni mkorofi. Tukimpata mzee mbishi tunaambiwa yule mzee kawaida yake ni mbishi. Tukimpata mama mfitini tunaambiwa yule kawaida yake ni mfitini. Do not accept yourself to be identified with sin. Kwa nini? Yesu hajamalizana na wewe. Wewe ni mradi ambao unaendelea. Mruhusu akutakase. Mruhusu akufanye mtakatifu. Mruhusu akupatie ushindi dhidi ya dhambi. Allow him. Na akifanya hivyo, hatimaye Yesu atakapotokea, kwa sababu roho ya nabii kile kitabu early writings ukurasa 171, kwa sababu anasema no one will make it to heaven who is not holy. Basi ni lazima ili tuingie katika ufalme wa Mungu, he must make us holy. Hatuwezi kustahamili utakatifu wake na utukufu wake kwenye dhambi. Sasa hatimaye wale ambao walikubali positional sanctification na wakaipokea progressive sanctification, hatimaye watapatiwa perfect. They'll be perfectly sanctified. Na ndio ile ambapo Paulo anazungumza, akizungumza kwenye kile kitabu kizuri cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:3. Hebu soma hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:3. Soma kwa upesi. Na katika hii sawa, twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Sawa. Yeye asemaye unasoma wapi? 1 John 3:2. Okay. 3:2 inasema Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa Yesu, tutafanana naye. Kwa maana tutamuona kama alivyo. Yesu atakapotokea anasema tutafanana naye. Yesu yuko vipi? Mtakatifu. So that at last we'll be perfectly sanctified. Kufanywa watakatifu kiasi cha kwamba hatuwezi kujaribiwa tena. Na hiyo itatokea Yesu akitokea mawinguni kwa mara ya pili. Kwa sababu ya ufupi wa muda, niruhusu nipige hatua ili kwamba nifike kwenye mkate na dakika chache ambazo zimebaki. Lakini nisome kifungu kimoja. Wakorintho wa kwanza 15:51. Wakorintho wa kwanza 15:51 twende mpaka 53. Kimbia kama risasi, manake hapa zimesalia dakika zangu 18 tu. 51 inasema, Angalieni. Ninawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Endelea. Kwa dakika moja. Kufumba na kufumbua. Soma. Wakati wa parapanda ya mwisho. Endelea. Maana parapanda italia na watu watafufuliwa. Sawa, endelea. Wasiwe na uharibifu
nasi tutabadilika. Achia hapo. Kiswahili inasema tutabadilika. Kizungu ukisoma inasema tutabadilishwa. We shall be changed. Not we shall change, we shall be changed. Kwa hivyo Yesu anapotokea mawinguni kwa mara ya pili, asili hii ya dhambi ambayo imetutesa, ambayo imetuangaisha, kwa sababu tumeprove ya kwamba tunatamani kutembea na Yesu kila hatua, hatimaye wale ambao wameshirikiana na yeye kutembea kila hatua hapa duniani wamemwonyesha Yesu kitu wakitakacho. Yesu ataiondoa asili ya dhambi na kuwapatia asili ambayo ilikuwepo kabla dhambi kuingia. It's called perfect sanctification. At last, pasipo kujaribiwa tena. Wale ambao hawatapatiwa asili isiyokuwa na dhambi ni kwa sababu maisha yao duniani yote hawajataka hiyo asili. All the entire life on earth hawajataka kushinda dhambi. Hawakuwa wakitembea na Yesu Kristo. Hawakuruhusu neno lake liwaongoze. Hawakuruhusu kupata nguvu kwa maombi. And so because they didn't need it, na Mungu alazimishi watu na vitu, anapeana kwa watu wanaotaka kwa hiari. Wale ambao wametembea na yeye constantly, at last Yesu anawapatia asili ya kutofanya dhambi tena. Glorification, which is perfect sanctification as well. Sasa ili tufanikiwe kwa hili, there is something we need. Ili tufanikiwe kwa hili, kuna kitu ambacho tunahitaji wapenzi. Maana maisha ya Ukristo sio rahisi. Maisha ya Ukristo sio rahisi, ni gharama. Ukiangalia namna Paulo anavyozungumza kuhusu Kristo, anazungumza tu lugha ya mashindano, lugha ya vita. Anasema piga vita vilivyo vyema, piga vita, kimbia, run the race of patience. Unaona, anazungumza lugha ya mapambano. Ukristo ni mapambano na sio rahisi. Ili tufanikiwe, sikiliza, tunahitaji mkate wa kila siku. Nimepiga hatua sasa. Ili tufanikiwe, we need our daily bread. Sasa tumetoka courtyard, tumetoka sehemu ile nje ya sanctuary. Nimesema ulikuwa ukiingia sanctuary, kitu cha kwanza unaona ni nini kanisa? Kitu cha kwanza ulikuwa unaona ni nini? Out of burnt offering. Asante. Kitu cha pili, basin. Ni sawa bado ama lava? Kitu cha pili. Sasa tukitoka mahali pa nje, tunaingia kwa the two apartments. Tunaanza kuingia ndani ya uwepo wa Mwenyezi Mungu sasa. In the two apartments, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ya kwanza ilikuwa inaitwa the holy place. The holy place, mahali patakatifu. Na pale ndani kulikuwa na vitu vitatu. Sitavitaja manake azma yangu ni kuzungumzia kimoja peke yake. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa viko pale na ilipatikana upande wa kaskazini ni meza ya mkate wa uonyesho. Meza ya mkate wa uonyesho. Kizungu inaita table of shewbread, King James Version. Zingine zinasema table of showbread. Nyingine inasema table of the bread of presence. Bread of the presence. Usisahau vitu vitatu ambavyo nimevitaja. Ni muhimu kwa sehemu ya mwisho ya somo letu leo. Table of shewbread, table of showbread, table of the bread of the presence. Vitu vitatu. Ndio maana Kiswahili inaita meza ya mkate wa uonyesho. Sasa nimekwambia kwenye meza hii, sijakwambia sana sema, Mungu alikuwa amepanga makusudi kwamba vitu fulani viwe hapo kwa makusudi kwenye meza hiyo. Mambo ya Walawi, Leviticus 24, soma verses 5. Sijui kama tutafika verses 9, lakini ukifika mahali ambapo nitakwambia tuishie hapo. Lakini anza mstari wake wa 5, verse chapter 24, anza verses 5. Twende kwa upesi. Inasemaje? Na utatua unga mwembamba, na kuoka mikate 12 ya huo unga. Sawa. Sehemu za 12 za hefa zitakuwa katika mkate mmoja. Nawe iweke mistari 2, mikate 6 na mistari juu ya hiyo meza safi mbele za Bwana. Sawa. Naye utatia ubani safi juu ya kila mstari. Mungu akubariki. Achia hapo. Biblia inasema kwamba jambo la kwanza, mkate huu ulikuwa unatengenezwa with fine flour. Unga laini. Niruhusu, sio kitu ambacho nafunza, lakini niruhusu niseme, vitu vya Mungu havifanywi kwa kubangaiza. Mungu anataka quality
quality. We angalia patakatifu, ndani ilikuwa ni vitu vimefunikwa na dhahabu safi, nje ilikuwa imefunikwa na bronze. Quality ndio ilikuwa ikiletwa, linen ndio ilitumika katika sanctuary, gold in the sanctuary, acacia in the sanctuary. Quality things. Tukiamua kumfanyia Mungu vitu, tunamfanyia Mungu vitu quality. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki vitu vya kubambanya bambanya. Hapana, sio Mungu tunayemwabudu. Back to the text. Tofauti na unga kutumika ulio laini, Biblia inasema kwamba alikuwa apange hizo unga, hiyo mikate samahani, kwenye rows mbili. Row moja ilikuwa na mikate 6, row nyingine mikate 6. Total mikate mingapi hiyo? 12. Sasa sikiliza, si ajali ya kwamba mikate ilikuwa 12. Si ajali kwamba Mungu alichagua mikate kuwa 12. Kumbuka tunasema ili hatimaye tutakaswe kikamilifu, kila siku tunahitaji mkate wa kila siku. That's the burden we are breaking down. Sasa sikiliza, mikate ilikuwa 12 kuashiria kabila 12 za Israeli. Lakini kwenye Agano Jipya mikate sio ya kabila 12 peke yake za Israeli. Mikate ni kwa sababu ya watoto wote wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The bread is available for all. Huo mkate ni kwa sababu ya kila mtu, kwa sababu mkate tunao uzungumzia hapa ni Yesu mwenyewe. Manake kitabu kile kizuri cha Yohana 6 mstari wake wa 35, Yohana 6 mstari wake wa 35, Yesu mwenyewe kwa kinywa chake anasema ya kwamba, soma kwa upesi. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Unasoma wapi? Yohana 6:35. Endelea kusoma. Sawa. Lakini niliwaambia kwamba mumeniona wala amuamini. Sawa, endelea. Wote anipao Baba watakuja kwangu. Wala yeyote ajaye kwangu sitampa nje kamwe. Unasoma Yohana 6:35 kweli? Yohana mtakatifu 6:35. Ndio hiyo. Hebu soma 48. Lakini ninahisi kana kwamba ama ni Biblia yako 48. Mimi ndimi chakula cha uzima. Ni sawa. Hiyo ni sawa, lakini kuna fungu hapo juu aidha, lakini ni sawa, tutatumia hiyo. Verse 48 anasema mimi ndiye chakula cha uzima. Hilo neno chakula hapo kizungu imetafsiri I am the bread of life. Mimi ndimi mkate wa uzima. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu meza ya mkate wa uonyesho, tunazungumza kuhusu Yesu mwenyewe. Unajua the sanctuary is all about Jesus. 33. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu mzima. 33. Achana na hiyo, usijali. Hiyo tushapata, haina wasiwasi, tutaendelea tu. Biblia ipo wazi ya kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima. Mkate wa uzima. Ina maana nilikuwa nakwambia kila kitu patakatifu kinamhusu Yesu. Sikia kwa makini. Everything in the sanctuary is about Jesus. At the altar, he is our atonement. At the laver is our sanctification. Sasa tumefika kwa table of shewbread. Pale kwa madhabahu Yesu anatuhesabia haki. Yeye ni haki yetu. Tukifika kwa birika, Yesu ni utakaso wetu. Lakini hapa kwenye meza, sikiliza kwa makini. Kwa sababu maisha ya Ukristo ni magumu. Maisha ya Ukristo ni pambano. Maisha ya Ukristo ni vita speciali. Tunahitaji kitu ambacho kitatusaidia kupigana na maisha ya Ukristo. And so at the table of shewbread, Yesu is our sustainer. Yesu is our provider. Yesu is one who gives us victory at the table of the shewbread. Provider. Anatuprovidia, anatusustain. Yesu anakuwa mtu anayetupatia vitu. Provider nini na Kiswahili, mchungaji? Mpaji. Sustainer, mtu anayetutunza, muhifadhi. Asante. Kwa hivyo katika meza mkate wa onyesho, Yesu ni mpaji, lakini pia Yesu ni anayetutunza, anayetuhifadhi, kwa sababu maisha haya ni magumu. Ukristo ni pambano, Tunahitaji mtu atakayetuhifadhi, mtu atakayetupatia
anatupatia vitu tunavyovihitaji. So God is our sustainer katika meza ya mkate wa uonyesho. Na ndio maana sikiliza, yeyote ambaye atakuwa na muda na mkate huu wa uzima, hakuna ngome itokayo kwa ibilisi inayoweza kumshinda. Hakuna. Ndio maana Isaya anasema no weapon fashioned against us shall prosper. Kwa nini? Kwa sababu tuko na sustainer, tuko na provider. Na by the way, unajua akisema mimi ni mkate wa uzima, I am the bread of life, hilo word I am, sehemu nyingine ambayo itakuregesha ni Agano la Kale. Somo letu la kwanza ambalo tulianza nao mkutano huu wa Injili ama makambi haya. Unakumbuka kwenye kile kichaka Mungu alipotaka kumtuma Musa, alipouliza wewe ni nani? Mungu akamwambia mimi niko ambaye niko, waambie Waisraeli mimi niko amekutuma, I am. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Unajua taifa la Misri lilikuwa taifa ambalo lilikuwa na uweza, taifa lenye nguvu, lilikuwa limewazuia wana wa Israeli, limewatesa. Lakini Mungu akamwambia Musa, ninajua Misri wana uweza, wamewateka watoto wangu, lakini mimi niko, miungu ya Misri haiwezi kunizuia kuwatoa watoto wangu utumwani. And that's the same experience. Hakuna kitu kinachoweza kumzuia Mungu kukuokoa, manake yeye ni mkate wa uzima, anatusustain, anatuprovidea, anatupatia ushindi. Kwa hiyo ukitaka maisha ya Ukristo, uishi maisha ya ushindi, eat the bread of life. Kula mkate wa uzima, kula mkate wa uzima kwa kupitia neno lake. He's our sustainer. Maisha haya yatakuwa na ushindi. Maisha haya yatakuwa yenye furaha. Maisha ya Ukristo yatakuwa ya kutosheleza iwapo utatambua kwamba we have the bread of life. Mungu atakuuliza, kitabu cha Mwanzo 18:14 usisome, atakuuliza, je, kuna neno gani gumu linalonishinda? He is the bread of life. Atatusustain, atatuprovidea. Unataka kushinda majaribu, atafanya. Unataka kushinda uzinzi, atafanya. Unataka kushinda uongo, atafanya. Na sikiliza, kama Mungu anaweza kupeana ushindi dhidi ya dhambi, hawezi kushindwa kutupatia mahitaji yetu ya kila siku. Kwa sababu dhambi ni nzito kushinda kupatiwa school fees. Dhambi ni nzito kushinda kupatiwa uponyaji wa kawaida. Dhambi ni nzito kushinda kupatiwa breakthrough ya kiuchumi. Kwa hiyo kama Mungu anaweza kuishughulikia dhambi yako, be rest assured, anaweza kudeal na uchumi wako, anaweza kudeal na afya yako, anaweza kudeal na kila sehemu ya maisha yetu, because he is the bread of life. Yeye ni mkate wa uzima. Jifunze kumtegemea akusustain. Jifunze kukutegemea akuprovidie. Jifunze kumtegemea akupe ushindi wa kipekee. Namaliza nikisema hivi, meza ya mkate wa uonyesho ni thibitisho kuwa ukombozi kupitia Yesu umekamilika na wote wamealikwa. Kwa sababu it's a table. Table inamaanisha kwamba food has been set. Chakula tayari kimepakuliwa, kimeandaliwa, walaji tu ndio wanatafutwa. Food has been set. Ndio maana Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akifungua mlango wake nitaingia kwake, nitakula naye na yeye pia pamoja nami. So number 1, wokovu umekamilika kupitia Yesu na wote wamealikwa kula katika meza hii. Number 2, uwepo wa Yesu maishani kila muda ndiyo siri ya ushindi kwenye maisha haya. Uwepo wa Yesu maishani kila muda ndio siri ya ushindi kwenye maisha haya. Ndio maana anaitwa our daily bread. Give us this day our daily bread. Na jambo la mwisho na la tatu ambalo nataka ujue, uwepo wa Yesu maishani utakuwepo kupitia neno lake tu. Ukigundua karibu kila sehemu ya hubiri nimekuwa nikizungumzia neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu. So the presence of Jesus will only be as a result of his word, ikiwa part and parcel of our life. Kwa hiyo huu mkate ndiyo toshelezo letu. Huu mkate ndiyo riziki yetu. Huu mkate ndiyo siri yetu ya ushindi maishani. Kwa hivyo sote tumwambie Mungu, give us this day our daily bread.
Give us this day our daily bread, and that bread is the bread of life, Jesus Christ. Mungu na atubariki. Tusimame tuombe. Umwema Mungu wetu mkuu na mtukufu, inapendeza namna ambavyo tukitembea katika mpango mzima wa ukombozi, kuona namna Mungu unavyojishughulisha nasi. Katufia msalabani kuwa haki yetu, ukatutakasa, na hata sasa kama shughuli endelevu unatutakasa muda baada ya muda, na hatimaye utatutakasa kikamilifu. Mungu, tena wewe ndiye mpaji, ndiye tesholezo, ndiye siri yetu ya ushindi. Tutapataje kupona sisi tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Na ndio maana mchana huu wa kipekee, ombi langu na ombi la ndugu na dada zangu kwa njia ya kipekee, tunasema give us this day our daily bread. Yesu asalie kuwa yule ambaye ni sehemu ya maisha yetu kila muda, ili ushindi usalie kuwa hakika katika maisha yetu, ili utakapofunuliwa katika mawingu ya mbinguni tufanane na wewe, kwa sababu utakuwa umetubadilisha kuwa kama ulivyo. Ndilo tumaini letu, kwa jina la Yesu Kristo ambaye kwetu ni Bwana na hata pia mkombozi. Amen. Amen. Asante. Get the point. Take a step forward.